Haleluya. Jamani, watu wa Bwana, haleluya. Amen. Watu wa Mungu, haleluya. Amen. Anasema hata hivyo alichukuliwa mbali. Anasema alipelekwa. Anasema watoto wake wachanga, anasema walisetwa kwenye machalo ya njia kuu. Anaposema machalo ya njia kuu, anazungumzia njia panda. Anazungumzia njia panda. Maana aina ya uchawi uliotumika kubomoa hii ndoa, kubomoa hii kazi, kubomoa hii familia, kubomoa huu uzao ama hii biashara, aina ya uchawi umefanyika njia panda. Jamani, haleluya. Amen. Anasema haleluya. Watu wa Bwana, haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Mungu anataka kukomboa katika nyanja tatu. Mungu anataka kiroho, akukomboe kimwili na akukomboe kimwili. Bwana siku sana. Naona tena Mungu anataka akukomboe kimwili, maana yake ni afya, na akukomboe kiuchumi. Huo ni mpango wa Mungu, akukomboe kiroho, akukomboe kimwili na akukomboe kiuchumi. Jamani, haleluya. Amen. Watu wa Bwana, haleluya. Amen. Mchana wa leo. Sema tena mchana wa leo. Chochote kwenye maisha yako. Chochote kilichochukuliwa. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kama sauti, sema kwa jina la Yesu. Sema chochote. Hebu sema tena chochote. Sema chochote. Sema tena chochote. Ambacho kimechukuliwa kwenye maisha yako. Sema tena chochote. Sema tena chochote. Sema tena chochote. Waliochukua uzao, waliochukua ndoa, waliochukua pia, waliochukua uchumi, waliochukua afya, waliochukua nami nitawarejeshe. Anasema miaka iliyoliwa, anasema tunutu, anasema nzige, anasema panane, anasema na mavimavi. Hawa ni wanyama wa kiroho, Bwana sana, ambao kazi yao ni kuwalipu. Amina. Ambao kazi yao ni kuwalipu. Mfano wao wanyama ni hivi. Naomba mtoe mfano wa karaka. Toa mfano. Naomba watu watatu waje mbele kabisa. Watu watatu. Njoo. Leo. Njoo. Hii unabii unashangaa. Haleluya. Hii ni unabii. Haya. Njoo. Wai. Asa kwa. Njoo. Wakabali mkana. Haleluya. Asa on chukua. Haleluya. Zote tunatulia. Asipate shida. Wache watu waongea na dunia. Relax. Haleluya. Haleluya. Bwana Biblia inasema mtu anatoa nini moyo wake. Acha tu atoe, acha. Tulia. Tulia. Haleluya. Bwana
tumalize. Hili ni familia. Jamani nini? Wai. Hii ni familia. Hii ni biashara, yaani hii ni biashara fulani, hapa ni duka, ni ofisi. Mbona sio sawa? Jamani amini Sasa anasema nami nitawarudishieni miaka iliyoliwa, anasema nzige, tunutu, walale na madumadu. Wadudu wangapi hao? Sema jamani, sema wanne. Tena sema wanne. Hao wadudu wanne sio wadudu wa kawaida. Ulimwengu wa roho, hizi ni roho za uharibifu. Roho za nini? Za uharibifu. Hizi roho tabia yake ni hivi. Zinapotumwa kusababisha uharibifu mahali, huwa haziendi zote pamoja. Amina. Zinapelekezwa kwamba nendeni kwenye familia fulani, hakikisheni ile familia mnaijaribu, mnaitafuta mpaka inaanguka. Hizi roho huwa haziendi pamoja. Wanajipanga tunutu, wanajipanga talale, wanajipanga madumadu na nzige. Wanapeana nani ataanza, nani ataanza. Jamani, haleluya. Wanapeana nani ataanza. Tunutu wanasema mimi taanza. Wanaambia ukianza, ukienda unakwenda kuharibu mimi. Mimi nakwenda kuhakikisha imeharibika. Bwana sifa sana. Tunakwenda kuhakikisha imeharibika. Kwa Mungu anaisha. Atakusha ndoa, wala atakusha watoto. Afanye nini? Pesa. Kwa hiyo atakusha au watu kwenye biashara. Umepitia asara. Alipofika. Bwana sifa sana. Sasa wakati wamekaa nyumbani, wanawaza kuhusu biashara imefilisika. Bwana sifa sana. Na hawajachukua wanakuwa pena mwingine, jamani nzige aende. Sasa nzige aende anakula nini? Bwana sifa sana. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Nikasema mimi na yeye nikienda nitashambulia ufahamu wao. Nini? Ufahamu. Ili sasa watu hawa waanze kutofautiana. Okay? Kwa sababu umesababisha mpaka biashara imeharibika. Hivi. Sasa watu wanashambuliana, anatuma tena mdudu mwingine, wewe nenda kafunde ile ndoa kabisa. Amina. Bwana sifa sana. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Huyu mdudu wa tatu akienda anakisha ndoa imevunjika. Bwana sifa sana. Imevunjika. Akienda mdudu wa mwisho ndio sasa wameshafilisika, wana magonjwa ya pressure. Okay? Mara hichi. Akienda wa mwisho wanapiga magonjwa. Kwa hiyo ndoa utaipata mjini au utaipata. Utafanya hautaipata. Hakuna kashafanikiwa kuimaliza. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Watu wa Bwana haleluya. Watu wa Mungu haleluya. Watu wa Bwana haleluya. Hebu sema tena kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Kwenye maisha ya watu kuna vitu vimeliwa. Kwenye familia ya watu kuna vitu vimeliwa. Jamani haleluya. Watu wa Bwana haleluya. Nimekutolea mifano mingi sana hapa. Ukiona
hasumbuki sana. Akishawakamata hawa amewapata hawa. Bwana asifiwe sana. Maana hawa ni nguvu ya hawa, hawa ni ulinzi wa hawa. Bwana asifiwe sana. Ili hawa wawe salama, ni matokeo ya baba na mama kuwa macho kiroho. Bwana asifiwe sana. Familia nyingi kuingiza mnashangaa tu, mlikuwa na ndoa yenye amani, mlikuwa na ndoa yenye amani. Baba ukiwa mpani unawasha nipekini nini bali kwangu. Hata kama una hela, hata yeye kama una hela nyingi kitu unatamani ubebe hata chungwa, bebe hata ndizi, bebe hata karanga. Bwana asifiwe sana. Na hauna hela, lakini shangaa huyo baba leo ana hela za kutosha, lakini zile karanga zamani kama zamani habibi, yeye machungwa habibi, tena zamani habibi. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Watu wa Bwana, haleluya! Watu wa Bwana, haleluya! Watu wa Mungu, haleluya! Watu wa Bwana, haleluya! Sema tena kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Kuna vitu viliwa kwenye familia za watu. Haleluya. Haleluya. Mungu mtakatifu. Kwa nini basi makofi? Kwa mfano. Haleluya. Mzee baba. Amen. Haleluya. Haleluya. Kwa mtu mwingine ni Mungu anavitumia. Mungu anavitumia. Yaani Mungu afanye anavitumia. Yaani kuna vifungo vingine Mungu anafungua kupitia Unajua mtu ambaye atabarikiwa kama sasa nikiongea hii neno nita hata nikiongea Bwana special. Haleluya. Amen. Siongee. Nisinikize kwenye shida. Mtasaki baba wote ulisema. Siongee. Haleluya. Jamani, haleluya. Weka mola. Bwana atakuita itika. Unajua hili lingine, sio ni lingine. Sio la kwanza. Unajua nikwambie kitu? No. Mwanamke kwenye ndoa wake ni wito anaitwa. Hivi unaelewa? Unaelewa? Kwenye ndoa mwanamke huwa anaitwa ni kama wito. Yaani kwenye ndoa ndio anamchukua mwanamke anampeleka kwa mwanaume. Kwa kwenye ndoa mwanamke huwa anaitwa. Kwa hiyo unapoona vurugu kwenye mandoa, kwenye ndoa za watu wengi, unasikia lazima uwaze huyu mwanamke aliitwa na Mungu kwa huyu mwanaume ama alijiita mwenyewe. Hello? Subiri nikaweke haka vizuri. Hata kama utapata kusikia
mwanamke akampeleka kwa nani? Kwa Adamu. Kwa kwenye ndoa mwanamke anapoingia kwenye yeye ni wito. Yeye nini? Ni wito. Hello? Nini jamani? Yeye ni wito. Kama kaitwa. Yeye maana mama Elisha, mama mchungaji kaitwa kwa mke wangu. Kaitwa ameitwa. Sasa moto kubwa tunajiita kuingia kwenye ndoa. Watu wa Bwana, haleluya. Sema tena kwa damu ya Yesu. Sema tena kwa damu ya Yesu. Sema leo chochote kilicholiwa kwenye maisha yangu, kwenye familia yetu, heshima iliyoondolewa, ukuu ulioondolewa, baraka iliyoondolewa, maisha iliyoondolewa, mali iliyoondolewa, hebu sema leta, hebu sema leta. Nataka wake nasikia kuwaka sasa, nasikia kuwaka, nataka wake. Hebu sema kwa damu ya Yesu. Sema tena kwa damu ya Yesu. Sema ulimwengu wa roho ninasafiri hadi kwenye familia yetu, hadi kwenye familia yetu. Ninakaa kwenye ile aibu, ninakaa kwenye ile aibu inayotembea kwenye familia. Hebu sema naipigisha, hebu sema naipigisha, hebu sema naipigisha, hebu sema naipigisha, hebu sema naiondoa kwa jina la Yesu. Hebu sema tena kwa jina la Yesu. Haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Akanikwambia navyokuona na kuona mtu ambaye utapeleka kwenu mabadiliko. Nasema 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 sema yatosha. Hebu sema tena yatosha. Hebu sema tena yatosha. Sema hii familia, sema hii familia kuzunguka pale pale, kwenye aibu pale pale, kwenye hali ile ile. Hebu sema yatosha. Hebu sema yatosha. Hebu sema yatosha. Hebu sema yatosha. Hebu saa ya kutoka ikifika, na saa ya kutoka. Hebu sema ni sasa. Hebu sema ni sasa. Watoto wangu wanatoka, yangu yanatoka, ndoa yangu inatoka, uchumi wangu unatoka. Hebu sema unatoka. Hebu sema unatoka. Watu wa haleluya. Mungu haleluya. Watu wa Bwana haleluya. Ninakuona ukirudisha kutoka. Ninakuona ukipiga mali. Ninakupiga kutoka mali. Watoto wako wanakuja kutoka mali. Heshima yako inakuja kutoka mali. Afya yako inakuja kutoka mali. Maisha yako inakuja kutoka mali. Nasema unakuja kutoka mali. Haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Watu wa Bwana, haleluya. Kama Mungu anainua familia kutoka mavumbini, anainua watu kutoka mavumbini, nasema natangaza neno hili kama Bwana, acha familia yako, acha uzao wako wainuke kutoka mavumbini. Nasema acha wainuke tena. 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 Hebu sema inuka. Haleluya. Watu wa Bwana, haleluya. Dada moja kanipigia simu, kaniambia pasta, ndio maisha hali sio kwa tena. Baba kafariki, mama ni mgonjwa, mimi ndio mtoto wa kwanza. Mimi ni kama mwana magonjwa, moyo unauma, mwili hauna kazi. Kaniambia pasta, natamani kufa. Unajua shida
kufa. Yaani kama ni kufa, utakuwa kufa kabla hujaifahamu. Lakini Bwana aliyekufanya ujue, huyo Bwana atafanya ushinde. Nasema Bwana naongea, moyo wangu utasikia kulia, moyo wangu utasikia uchungu, utasikia uchungu. Nikamwombea kwa mzigo, nikamwombea kwa mzigo. Ule usiku namwombea, asubuhi yake akapokea simu ambayo imebeba habari njema. Simu imebeba kwamba kuna kampuni imefungua Morogoro, kampuni mpya ya kazi, na yeye ni miongoni mwa watu ambao watapewa kazi sana. Hivi tunavyoongea ametoka pwani kwa kibaa, yuko Morogoro anafanya kazi. Huyu Yesu ameondoa huzuni yake, ameweka furaha ndani yake. Haleluya. Inawezekana uko hapa unatembea na huzuni fulani, na hiyo huzuni inatokea ndani ya familia ya kwenu, hiyo huzuni inatokea kwenu, hiyo huzuni inatokea kwa nyumba ya baba yako. Hakuna mwenye heshima kwenye ndoa, hakuna mwenye maisha fulani, wote mnafanana hali. Naomba nikwambie habari njema mchana wa leo. Yuko Yesu anayebadilisha maisha, yuko Yesu mtu wa Mungu anayebadilisha maisha. Nasema yuko Yesu huyo anayebadilisha maisha. Nasema yuko Yesu anayebadilisha maisha. Haleluya. Jamani, haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Watu wa Mungu, haleluya. Anasema atawarejesheni miaka iliyoliwa na nzige, hali tubutu na majuani. Kuna miaka Mungu anarejesha kwako. Sema tena, miaka yangu ya amani. Kwa ukisema miaka yangu ya amani, bado sema miaka yangu ya amani. Hebu sema inarejeshwa. Miaka yangu ya heshima, hebu sema inarejeshwa. Hebu kama kwa binti mtoto wa kike ulikuwa na heshima fulani, lakini leo ukipita mtaani unakuwa kama kaba fulani, kama vile mara ya fulani, kaba fulani, huyo. Lakini jana alikuwa ni binti mwenye heshima zako. Okay? Binti ambaye mtaani na kanisani, mtaani wanakutegemea, kwa hiyo wanakutegemea mpaka baba yako mchungaji anasema hapa ndio uko hapo. Hello? Lakini mambo yamebadilika. Adui amekufisha basi lingine, amekufisha basi la ukahaba, amekufisha basi la vitu vya kipumbavu, na wajikuta kukuna kazi ambazo kuwa nazo unatamani zikufuke, lakini kuna roho inakuwekea uzito ndani yako, au namna ya kutoka hapo, una namna ya kufanya kitu kingine. Haleluya. Jamani, haleluya. Yuko mtu mmoja kwenye Biblia kwa Yoshua, shetani alimchafua, akamvisha mavazi ya aibu, akamvisha mavazi machafu. Yoshua akamvisha mavazi machafu. Zakaria sura ya 3, akamvisha mavazi ya aibu, mavazi ya kunuka. Yeye ni mchungaji, lakini thamani yake ikashuka, hali yake ikachafuliwa, akawa ni mtu wa kawaida, heshima yake haipotei. Na Bwana asifiwe sana. Jamani, haleluya. Na Biblia inasema Mungu alipoona ile hali, Mungu akamwambia shetani, Bwana na akukemee. Biblia inasema Mungu akaamuru, mvisheni mavazi mazuri, mavazi ya heshima, mavazi ya kibali. Haleluya. Jamani, haleluya. Mungu anapokuvua nguo ya zamani anakuvisha mpya. Tafsiri yake anabadilisha utambulisho wako, muonekano wako. Ulipokuwa unashughulika jana na leo ni vitu vingi tofauti. Anakuvisha hadhi na heshima nyingine. Amina. Haleluya. Jamani, haleluya. Kuna watu tunatamani hapa tuko makundi tofauti.
Kuna watu wanatamani kuona miaka yao ya kiuchumi ikirejeshwa. Kuna watu wanataka kuona miaka ya afya ifanye ikirejea. Kuna watu wanatamani kuona miaka ya heshima ifanye ikirejea. Kuna watu wanatamani kuona miaka ya nguvu, okay, miaka ya kazi ifanye ikirejea. Haleluya jamani, haleluya. Kwa hiyo kuna mahitaji tofauti, nami natamka kama nalio Bwana ya moyo wako, Bwana kurejeshea. Nasema 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 Yesu akurejeshea. Sawa na hali ya moyo wako, huyu Yesu akurejeshea. Unayetaka afya, acha Bwana kurejeshea afya. Unayetaka heshima, acha Bwana kurejeshea heshima. Unayetaka fedha, acha Bwana kufungulia milango ya fedha. Hebu sema rejesha. Unajua shetani anaweza kukuchafua binti yangu, anaweza kukuchafua yeye, kanuka ubaze, kanuka. Wakati unaweka kawiki, unashuka mpaka hapa, unaamini uko vizuri, kumbe barabara ameshabadilisha majina. Ulikuwa unaitwa fulani, ameshakupaka aibu, amekuchafua, amebadilisha mwonekano wako. Hii ni kazi ya shetani. Kazi yake ni kuharibu vishavi, ni kubomoa vilivyojengwa. Bwana asifiwe sana. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Jamani haleluya. Watu wa Bwana haleluya. Acha damu ya Yesu ikuoshe leo kwa damu ya Yesu. Acha damu ikutakase leo. Nasema acha damu ikutakase leo. Niko naongea jana hapa. Watu wa Mungu, shetani anaweza akabadilisha habari zako mtaani, unapojiona okay, ndani ya moyo wako ufanye dhambi, uko sawa. Ni shetani ameshakuchafua huko mtaani. Watu wanakujua vile mambo ndani yako au amina. Watu wanashangaa, inakuwaje? Kumbe nikatoa mfano huu nikisema hivi, shetani yako mapepo ambayo kazi yao ni kuchafua watu, ni kuwavisha watu sura nyingine. Bwana asifiwe sana. Kwa mfano unapita tu, anapita binti barabarani, okay, alafu ghafla tu unashangaa tu, labda vijana wanaongea, mara huyo sawa, okay, mara huyo mwingine anaongea ile neno kitabu ina sababu ile neno inatembea mmoja mwingine mara huyo. Ukipita unajua huyo mara huyo. Bwana asifiwe sana. Ndio haleluya. Ziko tabia watu wanabarikiwa, okay, na ziko tabia watu wanajibarikia wenyewe. Jamani haleluya. Watu wa Bwana haleluya. Watu wa Mungu haleluya. Nasema acha Bwana kurejeshea. Nasema acha Bwana kurejeshea. Hebu sema rejesha. Hebu sema tena rejesha. Sema rejesha watoto wangu. Sema rejesha uchumi wangu. Rejesha afya yangu. Rejesha amani yangu. Sema tena rejesha. Hebu sema rejesha. Hebu sema rejesha. Hebu tamka rejesha. Nimebaki nazo za kufanya kila kitu. Bwana asifiwe sana. Nataka ulipokaa utamke kwa nguvu. Bwana asifiwe sana. Tunatumia dakika 2 kwa nguvu. Halo, kwa nguvu. Tutamwambia Bwana arejeshe kila kilichoibiwa, baraka ya familia, amani ya familia, utulivu wa familia, okay. Familia ilikuwa na utulivu, ilikuwa inakaa pamoja, lakini leo inatamani kuuana. Jamani, wewe inakaa pamoja, ndugu kwa ndugu wanaweza
Yako mambo. Acha Mungu atusaidie leo kwa jina la Yesu. Nasema atusaidie leo kwa jina la Yesu. Nasema atusaidie leo kwa jina la Yesu. Haleluya. Jamani, uchumi wako, maisha yako, hali yako ya ndani, acha Mungu akufungue. Acha Mungu akuponye. Acha Mungu akuimarishe. Hebu sema katika Torati. Sema katika Torati. Imeandikwa vitu vyote vinatakaswa kwa damu, pasipo damu kumwagika hakuna ondoleo kuondolewa. Sema Baba, sema Yesu, sema tena Yesu, toa sauti, sema Yesu, imoja, sema Yesu, tena sema Yesu, sema tena Yesu, ninachukua, sema tena Yesu, sema tena Yesu, kwa kutumia damu yako iliyomwagika pale msalabani. Acha damu yako, acha damu yako inayopita damu zote ikamwagike kwenye familia yangu, kwenye familia yangu, mahali palipobomoka, damu yako Yesu, damu yako Yesu, damu yako Yesu imwagike sasa kwenye familia yangu, kwenye familia yangu, mahali palipobomoka, panapotembeza aibu mpaka aibu, uovu mpaka uovu, uharibifu mpaka uharibifu, shida mpaka ni shida, laana ni laana, mikosi ni mikosi. Sema Yesu, damu yako imwagike. Sema tena Yesu, damu yako imwagike. Sema tena Yesu, damu yako imwagike. Sema tena Yesu. Ukuta uliobomoka, ukuta uliobomoka kwenye familia yangu, familia yangu, kutokana na dhambi iliyofanyika, dhambi iliyofanyika ndani ya familia, kutokea kwenye msingi na maisha ya watoto yakapigwa, yamekuwa ya kutangatanga, hatujui cha kufanya, tu maupo. Yesu, damu yako imwagike, damu yako imwagike. Paulo akasema, damu najikuta nafanya, lakini hiyo nilipendalo fanyi, lakini nisilolipenda nalifanya. Kama kifua, sema Baba, sema Yesu, kuna vitu nafanya sipendi kufanya, kuna vitu nafanya sipendi kufanya, wala sipendi kufanya, sipendi, mimi sipendi. Ningetamani kabisa shauku yangu, ujana wangu, ubinti wangu nikutumikie wewe, niwe na wewe maisha yangu yote, nikutumikie Yesu. Lakini iko dhambi, iko roho, iko laana, uko ukuta umevunjika, unaosafirisha laana, unaosafirisha aibu na uovu ndani ya familia. Yesu, kama hawakutubu leo ninatubu. Sema Yesu, kama hawakutubu, kinyume na magonjwa haya yanayotembea kwenye familia, kinyume na laana hii inayotembea ndani ya familia, kinyume na aibu hii inayotembea ndani ya familia, kinyume na shida hii inayotembea ndani ya familia, kinyume na hali hii inayotembea ndani ya familia, kwa
maisha, maana nimechoka, nimechoka hii, nimechoka. Haya majina nayoitwa ni majina ambayo ni majina ya kupendea. Yesu, nimechoka. Yesu, nimechoka kuitwa majina ya aibu, majina ya kupendea, majina ya kupendea. Sema Yesu, nimechoka. Ninatubu leo. Kama uko tubu, anukamilisha Bwana. Omba rehema. Kuna vitu ambavyo ulivyovitumia dhambi, usipoanguka binafsi mbele za Bwana utatubu kwa ajili ya hivyo. Vitatutesa wewe, vitatesa watoto wako, lazima utubu. Kuna tabia fulani ambazo ni laana, kuna vitu fulani ambazo ni laana, lazima utubu kwa ajili yako, na wale watakaokuja na wale watakaozaliwa. Kuna vitu vya kukataa, kuna vitu vya kutumia. Mimi